mingi sana ipo huko wanaiabudu. Mpaka leo wanaiabudu. Na ndio maana kuna ugomvi wa dini hata katika taifa hili. Huyu anasema dini yangu ndio dini ya kweli. Dini yangu ndio dini ya kweli. Sikiliza nikuambie wewe, dini zililetwa na watu kama platform, kama ngazi ya kupanda kuendea kwenye nyumba ya Baba Omari. Pale kwa Baba Omari ni kirefu kidogo. Lazima upande ngazi ndio uingie ndani. Ndio dini ilivyo. Dini inakupeleka wapi ambapo Mungu alipo. Na ukiona unapanda, ukiona umuoni, shuka hiyo ngazi. Unamtaja alielewa? Utakuja kukutana na majambazi huko juu. Huko juu huko kwenye dini. Kabisa. Hakuna kitu nachukia kama dini. Yaani dini mimi binafsi mchungaji wako naichukia kuliko shetani. Dini haiwezi ikamwandaa mtu kumuelewa Mungu, lakini dini yenyewe ilivyo inawaandaa watu kuielewa dini. Basi ndio dini ilivyo. Yaani kwenye dini zao wanapenda sana ushike sheria kwenye dini. Wewe wa Kristo, wewe Waislamu, wewe unayemsikia mtandaoni, hii dozi naomba uichukue. Yaani mtu yeyote anayesema mimi na dini yangu anafanya na mikono hii, anamaanisha ameikumbatia dini yake. Sasa angalia matendo alionayo. Ndio utagundua dini inamfundisha mtu kushika sheria za dini, lakini si kwamba inamfundisha mtu kushika sheria za Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa maana wengi wanaojiita wanadini ni washenzi kama washenzi wa mtaani. Wengi, chunguza. Uwe dini hii, sitaji jina, chagua dini yoyote ile unayojua wewe. Alafu tafuta wanaosema mimi ni mwanadini. Angalia tabia zao. Hazilingani na Mungu hata kidogo. Ila zinalingana na dini. Dini wanachotaka ushike sheria. Kama sheria ya dini inataka hivi, basi yenyewe inataka ufanye hivyo hivyo. Lakini dini haimuongozi mtu kumuelewa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Na kama dini inaweza ikamfundisha mtu